Jina ni Samuel Yavaya Basweti. Watoto ni wangu walipata habari ya kwamba watoto wameumia. Nilienda mpaka hospitali kwa haraka, lakini ilipofika mahali hiyo incident ilipotendeka, nilikuta watu wamekaa upande wa barabara, upande una wa kushoto. Sasa na magari yalikuwepo. Kuuliza ni kitu gani kinaendelea hapa, kuna mwenye alikuwa ananijibu. Nikaamua kwenda mpaka hospitali nione hao watoto hali yao iko namna gani. Kufika hospitali nikakuta mmoja ako ndani ya gari na mwingine amelazwa kwa kitanda ndani ya hospitali. Anahudumiwa, lakini alipodungwa sindano alisema msinikunje mguu. Alikuwa na maumivu kwa mguu kutoka chini mpaka hapa ndani. Sasa nikashindwa nitafanya namna gani. Kwa hivyo nilipokuta huyu jamaa mheshimiwa akanisaidia. Kiogega nachora kesi na vitu vingine hivi. Nilikuwa tarehe 3, nilikuwa naelekea Nyangusu kutoka Nyacheki. Nikafika nikakuta watu kwa barabara wengi sana. Nikasimama kwenda kuangalia, nikaona kama ni miili mbili upande ya kulia. Sasa mimi nikafikiria hao alafuta hakuna uhai, lakini huyu Job kwenye tuko hapa kwake nikasikia kilia ya kwamba nifute mguu. Sasa nikashangaa huyu mtu ako hai, ndio nikauliza watu walikuwa wengi sana. Si huyu nasikia anaongea, si tafadhali mumsaidie mumkimbize hospitali. Hadi tumejaribu kupembeleza gari zote zimekataa. I didn't take a minute. Nikapendua gari, nikawaambia waweke ndani ya gari, na huyu mwingine akaanza kuongea, tafadhali hata mimi msiniaje hapa. Nikawaambia wamweke ndani ya gari twende. Bado nikaona watu wanatisa hawataki. Lakini hao wako nyuma yangu, hao wawili hawa walijitokeza, na kuna mmoja nafikiri ni waje hii, wakamweka ndani ya gari. Kuangalia niliona hao sio watu wa kupelekwa Nyacheki. Lakini kwa sababu walikuwa wanatoa damu nyingi sana, nikasema wacha niwapeleke hapa wapatiwe huduma ya kwanza nikiwapeleka hospitali kubwa. Lakini kufika hapo hao pato wakatoa huyu mmoja wakampeleka ndani. Nikaomba stretcher ndio tuweke huyu mwingine pia tumpeleke ndani. Nikaambiwa hakuna stretcher. Hospitali haina stretcher. Sasa ikafika wakati wanaanza kuhudumiwa. Vile walianza kuhudumiwa tukaambiwa tuende kununua ile vitu ilikuwa inatakikana. Lakini nilishangaa kwamba wanararua hizi cartons ndio wanaweka alafu wafunge sasa kama iwe ndio ya kusupport mguu. Ndipo nikaamua nikuje kuchukua kitambulisho wakati walikuwa wanaitisha ambulance ikuje. Na wakasema ambulance haiwezi kuchukua wote wawili, itachukua mmoja. Ndipo sasa nikakimbia hapa kuja kuchukua kitambulisho. Kufika hapa nikaambiwa kuna jamaa amechukua hao kwa gari yake ambaye ni huyu mheshimiwa David Ogega. Sasa nilipoambiwa namna hiyo nikaamua nikae saa 6 ya usiku hivi. Tukasikia kwamba tukapigiwa simu ya kwamba hao watoto mmoja ameaga dunia. Tuliposikia hivyo ndio nikaamua nitafute gari. Nikatafuta gari, tukaamuka saa 10 tukafika Kisii kwa kuta huyu jamaa, tukaweka yeye kwa kitanda kwa hospitali hapo, na huyu mwingine akachukuliwa hapo moja. Na lao siku iliyofuata tukaenda kuhakikisha kwamba mwili umewekwa kwa hali nzuri. Ile ilinisangaza, labda ni kwa vile sisi tumekaa nje na tumeona hospitali nyingine Nairobi na nini. Niliambiwa ninunue mpaka cotton wool ya kuja kutibu hapa kuwafanyia first aid. Nyacheki ni sub county hospital. Watu wanalazwa hapo wanalala. Lakini haina cotton wool. Haina stretcher. Vile mzee amesema hiyo cotton box, hiyo box karatasi, ndio ilirarua hao watoto wakawekeka kutoka chini na hapa juu, alafu
hizo mabandages tulinunua ndio wakafungiliwa. Kufika wakati wa kutafuta ambulance tena ikawa ni shida nyingine. It took more than 30 minutes bila kupata ambulance ya kuwapeleka. Nikaona hao watoto wako hali hatari. Sasa ndio nikaamua nikaambia driver yangu waje tuwakimbize Kisii Teaching and Referral Hospital. Ndio inaitangwa. Lakini sikuona tofauti kati ya Kisii